Wakati sahihi ndio kila kitu. Na nimeleta hili somo ili kuzungumza zaidi kwa habari ya somo ambalo tulijifunza siku chache zilizopita, kwamba pale ambapo mwanamke ninajikuta nina uchungu, ninajikuta nimeumizwa rohoni, maamuzi ninayofanya hayawezi kuwa maamuzi yenye utu, bali yanakuwa maamuzi ya kijinga, yanakuwa maamuzi ya kinyama. Kwamba pale ninapokuwa nimejeruhiwa roho, nimejeruhiwa moyoni, pale ninapokuwa nina uchungu, maamuzi ninayofanya yanakuwa ya kinyama, yanakuwa hayana utu. Kwa sababu gani? Ule uchungu na yale majeraha yanaweza kunisukuma mimi kufanya maamuzi yasiyoweza kufikiria jamii, yasiyoweza kufikiria familia. Na ndio maana mimi leo nataka nikutie moyo kwamba wakati sahihi ndio kila kitu. Kwa hiyo wakati umeumizwa, wakati una uchungu, wakati una hasira, usifanye maamuzi. Wakati huo sio wa kufanya maamuzi. Ukifanya maamuzi, wengi wanayajutia maamuzi yao. Wengi wananitafuta, wananieleza kwamba wanajutia maamuzi waliofanya kutokana na uchungu na hasira walizokuwa wanazipitia. Kama umefanya maamuzi na bado hujasikia kama namna fulani ya kujutia, inawezekana ukawa katika mazingira tofauti na wale wanaonitafuta. Lakini uwezekano mkubwa, inawezekana kwamba bado yale maumivu na uchungu yako ndani yako. Siku yakitoka ndipo akili yako itakaa sawa, utaweza kuona nilifanya maamuzi gani. Yale maamuzi kweli yalikuwa sahihi. Wakati ndio kila kitu. Kwa hiyo ushauri ambao ninatamani kukupatia, wewe ambaye unauliza utu ni nini? Utu ni thamani ya mwanadamu. Thamani ya mwanadamu inapimika. Hakuna namna unaweza ukaniangalia mimi ukasema mimi nina thamani ya ubinadamu wangu sawa na Nelson Mandela. Hakuna namna. Vinginevyo na mimi ningejulikana dunia nzima jamani kama Nelson Mandela. Na sasa ukiangalia Nelson Mandela anatofautiana vipi na mimi? Ni kwamba yeye alijitoa kwa ajili ya taifa lake, alitoa uhai wake, alitoa maisha yake kwa ajili ya taifa lake la Afrika Kusini. Kumbe hata wewe mwanamke unayenisikiliza, utu wako, thamani yake inapimika pale ambapo maamuzi unayofanya mwisho wa siku yawe ya faida kwa watoto wako, kwa mume wako na kwa jamii. Namna hiyo ndio utu jinsi unavyopimika. Kwa hiyo wakati sahihi ndio utakao kuwezesha wewe kufanya maamuzi sahihi. Wakati una uchungu, wakati umeumizwa, wakati una hasira, ushauri ambao huwa tunautoa ni wa wewe kutulia, sio wakati wa kufanya maamuzi. Tulia. Kama uko ndani ya nyumba mwanaume kakuumiza mpaka akili imefika mwisho, ni wakati wa kutulia. Tunashauri utafute msaada. Msaada wa kwanza, kama wewe ni mtu mwenye imani ya Mungu, mtafute Mungu kwa bidii. Tafuta watu wa Mungu wakusaidie, zungumza nao. Kwa sababu kule kuzungumza tu ni hali ambayo inakupa usibebe mzigo mno ndani yako. Kwa sababu hali nyingine za maumivu zinaweza zikampelekea mtu hadi kupata hata magonjwa makubwa yasiyoelezeka. Kwa hiyo mtafute mtu wa kiroho, nenda uzungumze naye. Mtafute counselor. Sasa hivi mahospitalini kuna watu wa afya akili, madaktari, mental health doctors. Kuna wanasaikolojia, watafute, zungumza nao ili uzungumze. Tafuta mazingira sahihi. Usizungumze ovyo ovyo mtaani. Italeta tu uharibifu na maumivu zaidi. Ukishazungumza nao, kitu kikubwa kwako, waambie kabisa kwamba siko tayari kufanya maamuzi kwa sababu bado nina hasira, bado nina uchungu. Kwa hiyo ukishazungumza nao upate wewe amani, tulia pale ndani ya nyumba kimya. Usiliongelee tatizo lililotokea, usiongelee matatizo yaliyotokea na huyo mume wako. Tulia ndani ya nyumba, fanya wajibu wako. Kama ulikuwa umezoea kupika chakula, endelea kupika chakula, endelea kufanya wajibu wako. Kimya, umetulia. Mwenyewe utaona muda utakavyoendelea kupita, hasira yako itatulia, uchungu utatulia, alafu utafanya maamuzi yako sasa. Kama unaamua kitu fulani, basi utakizungumza sasa wakati huo. Ukiwa umetulia kabisa, huna hasira, una uchungu. Unaamua kitu gani, na wakati huo utakuwa umepima. Inamaanisha nini kwa watoto? Inamaanisha nini kwa huyu mwanaume? Inamaanisha nini kwa jamii? Inamaanisha nini kwa kanisa? Inamaanisha nini mbele za Mungu ninayemwamini? Alafu utakapochukua maamuzi, utachukua maamuzi yenye utu. Hutachukua maamuzi ya kinyama. Hutachukua maamuzi ya kijinga. Na kwa mtindo huo jamii yetu inaweza kupata usalama, inaweza kupata amani, inaweza kupata mazingira yanayofaa. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.